Action. Yes, bwana, mambo vipi hapa? Wakati mwingine hapa nataka tuzungumze mambo mawili matatu na bwana wetu wa Arsenal hapa, lakini sasa hivi tunaingia kwa siasa kidogo. Vipi bwana? Mimi niko poa sana. Museveni anataka kugombea tena urais. Yaani kimaoni yangu mimi ni kwamba unajua ukisikia watu huwa mtu amechanganyikiwa. Unaona? Si mpaka labda mtu yani amepigwa chuma kwa kichwa, unaona, tu kama hizo. Kugombea sio shida, unaona? Lakini Museveni amehudumu kwa serikali yake more than 40 years. Unaona? Na kama chenye alikuwa anataka kufanya hakufanya, hii miaka mitano anapewa ya kazi gani? Unaona? So kuna mtu huwa anaua malengo ya mtu. Unaona? Manake ile ni mzee sahihi. Anasema ana project anataka maliza. Ndio nasemaje, kuna mtu anataka kuua malengo ya mtu. Kwa sababu hiyo project ambayo anataka kumaliza, kwa nini hakumaliza miaka 20 iliyopita? Unaona? So unapata mtu yeye yuko pale kwa sababu ya malengo yake. Unaona? Kuna vijana mtu kama Bobi Wine. Yule mtu ambaye ako pale ana project ambayo yeye akienda pale atageuza ile Uganda. Unaona? Sasa mtu kama Shwari kama Museveni sasa amekaa miaka yote bado hajafanya ndio yote. Wale Waganda wanalia. Unaona? Alafu sasa anasema apewe miaka tena nyingine mitano. Unaona? Sasa mimi labda siko baya kwa sababu mimi nashukuru kwa sababu uongozi wetu sisi ni mzuri, tuna rais wetu mzuri, unaona? Na kikweli ni kwamba rais wetu nampongeza, na kwa sasa hivi ni mitano tena. 2 terms. Unaona? Rais wetu ni 2 term kwa sababu usisikie mtu anaongea ati 1 term. Wewe mwenyewe jiulize ni kwa nini mwenzako anakwambia 1 term, wewe unasema 1 term. Ruto ako vizuri. Yule kwa hivyo Ruto apewe tena nafasi nyingine. Yule ni apewe kwa sababu gani? Yule bwana kitu cha kwanza bado ni kwa Museveni niko bado naongelea kuhusu kwetu. Kitu cha kwanza kuna projects zilikuwa zimeanzishwa na Rais Uhuru. Unaona? Alipochukua bwana mkubwa bwana Ruto, sasa zingine barabara sasa zimeisha. Unaona? Kwa hivyo kiukweli ni kwamba mtu akifanya kitu mazee tumpe maua yake. Tuache hizi siasa za kusema kwamba ati Ruto hafanyi. Unaona? Mtu akifanya kitu mpeni maua yake. Huyu bwana amefanya, unaona? So tukimpa 2 terms, unaona? Atamalizia hizi miradi zote mpaka nyewe wenyewe mtasema huyu bwana ataendelea. Kwa sababu unasema kwamba huyu bwana ni 1 term. Angalia marais wangapi ambao walitoka wale. Mlisema sio Ruto huyu wetu sio Uhuru dini, sio hatumtaki, mshasiku ametoka amesema fadhili Uhuru. Huyu ambaye wasema hamumtaki ataondoka, mdanganywe na mwenye atakayekuja. Ushaelewa? Kuna sasa swali tu. Ruto apewe tamu ya pili. Kulingana na wewe unaona ni kipi chenye Ruto amefanya kufikia sasa hivi? Kitu cha kwanza kulingana na mimi mwenyewe binafsi yenye anafaa kupewa tamu ya pili. Kitu cha kwanza SHA inafanya. Unaona? Ushatibiwa na SHA. Unajua tuongee tu ule kweli. Mimi nishatibiwa na SHA. Unaona? Tuongee ule ukweli. Tuache hizi siasa. Mimi mwenyewe nilitoka paka Mtwapa pale. Nikaingia private kabisa, private ambayo nilikuwa natumia pesa yangu, natumia more than 3000, 4000 natibiwa ugonjwa. Lakini nafika pale na ID, SHA inafanya hivyo, watoto wangu SHA inafanya hivyo. Nikapimwa kabisa ugonjwa ambao ulikuwa niko nao, nikaambiwa, nikadungwa shindano 2, unaona? Na nikapewa dozi ya siku 3. Nikawa naenda matibabu kila siku. Sasa kama dawa nilipewa siku 3 naenda kituo nikidungwa shindano pale, sikutoa hata shilingi yangu, naambiwa si SHA ni nini hii? Tu ule kweli tu mtangazaji. Nilienda hospitalini nikawa sijiwezi kabisa. Nikapimwa, kapelekana ugonjwa, nikadungwa shindano 2, nikaambiwa sasa siku 3 niendelee matibabu yangu, nikaenda kapewa dawa, nikaponea. Sasa nataka niambie mimi sikutoa hata shilingi, bali sipokuwa tu ID yangu naambiwa ni SHA. Sasa kama si SHA inafanya ni nini? Unaona? Kwa hivyo hizi siasa tuache nazo. Kwa hivyo wale wenye wanasema haifanyi ni siasa. Ni siasa kwa sababu gani? Ndio nakwambia kama mtu humpendi lazima mtafutie mambo, hii haifanyi, hii haifanyi. SHA inafanya bwana. Kiupande wa SHA ukikweli inafanya. Mimi shadibu na SHA. Hata wewe mwenyewe ni shahidi. Unaona? So mimi nasema kwamba 2 term huyu bwana mpeni 2 term zake. Unaona? Apewe muhula wake wa pili amalize. Basi ataenda polepole, awachie wale ambao wanasema wao ndio wanajua kuongoza, waje tuangalie pia. Kwa sababu tusijifanye sasa hivi tunasema kwamba ati Ruto 1 term, Ruto 1 term.
Tuchukue mtu ambaye tunasema tunamuona yeye ni mzuri, akifika pale ndo anaangalia tumbo lake. Unaona? Mwisho wa siku sisi tutakuwa sisi wajinga. Unaona? Huyu bwana ameanza na mambo mengi ameifanya. Unaona? Yaani kando na shaka. Kitu ya kwanza sitaki niongee mengi kwa sababu ya muda. Unaona? Wacha nirudi kule kwa Museveni. Sasa unakatakata mara kwa Museveni, tulia mahali pamoja. Kama ni Kenya, kama ni kwa Museveni. Nipe mambo matano yenye unaona Rais Ruto ameyafanya yenye anastahili kuchaguliwa nafasi ya pili. Kitu ya kwanza, usalama. Usalama umeimarika sana Kenya. Unaona? Security Kenya sasa hii si kama pale kitambo. Wewe ushasikia wapi sio mambo ya Al-Shabaab, vitu kama hizo. Unaona? So kitu ya kwanza mtu ambaye rais anapaswa kupewa sifa ni usalama. Unaona? Usalama kwanza Kenya umeimarika. Tu usafiri pia sasa hii umekuwa bora. Unaona? Sasa haya mambo mengine ya kusema kwamba labda huyu bwana hajafanya, sioni, kwa sababu hata kama ni mambo na chakula nyumaye, wakati haja kuwa rais ilikuwa ni Ruto, maisha yalikuwa kwa juu. Sasa ndio Uhuru, chakula kilikuwa kwa juu, kama ni unga ilikuwa ni 200 na sasa hii unga angalia venye sasa hii umesimama kwa 120, 130. Unaona? Kwa hivyo vitu kama hizi tunaangalia, tusiangalie pande moja. Unaona? Na hii yote ni mipango ambayo yeye mwenyewe, unaona, lazima pia abajeti, akaya tulia, akiona hiki kilomizo wa Kenya atakaa akuja rekebishe, kinakuwa sawa. Unaona? Alisema akiweka Biblia chini unga unarudi 70. Kikweli ni kwamba hapo kulingana na mpangilio, kwa sababu hata 70 pia haikuwa. Unaona? 70 ilipeza lini? So hizo ni watu siasa, lakini hawakumuelewa. Unaona? Manake yeye wakati yeye ile Biblia bado hajapewa, unga ilikuwa ni 240, 230, 220. Unaona? Lakini sasa hii unga sasa hii ni 120. Ukinunua mchele pale unapata shilingi 2125 kg. Unaona? Tukija kwa usafiri uko vizuri, unaenda mahali unataka. Usalama pia uko wa kutosha. Unaona? Mambo na hospitali, vitu kama hizo. Sasa mambo na mashule amejenga hizo CBC. Unaona? Mambo na nyumba. Unaona? Hapo kwa nyumba haswa. Nyumba zipo. Ushapata wewe. Zile nyumba kitu cha kwanza si lazima mimi nipate. Unaona? Ni sawa sawa na SHA. NHIF yenyewe ilikuwa unatibiwa wewe, unaambiwa ni wewe peke yako. Kulikuwa na kitu inaitwa Linda Mama pale, siku hizo hakuna. Ile Linda Mama iwepo ama isiwepo ni sawa, haina shida, kwa sababu hiyo ni mipangilio wenyewe waliangalia. Unaona? Lakini tunasemaje? SHA huwa inamaliza kila kitu. Kwa nini kwambia SHA inamaliza kila kitu? Wewe kama ndugu yangu sasa hivi unaweza kugonjeka, na nikakusimamia wewe kama ndugu yangu na ukatibiwa. Sasa Linda Mama wapi na wapi? Unaona? Kwa hivyo vitu zingine tumpeni maua yake huyu bwana William Ruto, Mr. President. Unaona? Anastahili sifa, anastahili apewe 2 terms. Sasa mimi kama mwenyewe Mr. Ambari mwenyewe, kwa ile group yangu ambayo niko nayo, kuna Anderson Bags mwenyewe, kuna Mr. Brown, unaona? Wale wote niwaambia ni 2 terms. Na hata ikifika 27 hiyo 2027 hiyo ni Samuel Ruto. Na wale wenye wanasema 1 term unawaambiaje? Sasa wale ambao wanasema 1 term, unajua hata kwenye mpira kila mmoja anashabikia timu yake. Unaona? Kila mmoja ana timu yake. Na wewe waweza kuona kabisa timu yako inafungwa, lakini huwezi kubali. Unaona? Sasa hawa 1 term ni wale watu ambao wanadanganywa na watu wasiojua kwa nini huyu bwana asiendelee. Maendeleo yako unayaona, lakini unayapinga. Tuangalie wale viongozi wenye pale kwa serikali. Je, ni kina nani? Na ni nani anasema 1 term? Yeye anataka nini? Unaona? Usione mtu anasema 1 term, wewe ni 1 term, 1 term. Angalia yule mwenye anasema 1 term. Lengo lake ni nini? Na payslip yako inasemaje? Upande wa payslip yangu kuhusiana na mshahara wangu, unaona? Kwanza umekuja vizuri. Unaona? Kitu cha kwanza says la Mr. President, kwa sababu mshahara wangu ategemea na kampuni yenye inanilipa mimi. Unaona? Inaweza ikawa inanilipa kama 100,000 ama 50,000. Unaona? Sasa says ongelea mshahara wangu kwa siasa tu. Angalia sasa kijana amefanya kazi sasa hii kwa miaka 5 au miaka 10, kufikia miaka 10. Atashinda yule mtu ambaye alifanya kazi miaka 40 nyuma.
kwa sababu NSSF sasa inategemea mshahara wako 1000 na 2000, 3000, 4000. Kitambo ilikuwa ni 200. Sasa haya si maendeleo ni nini? Nataka uniambie wewe haya ni maendeleo ama si maendeleo? Jibu kwanza hapo kabla tujaenda mbele. Ulikuwa umefanya kazi miaka 20, retire yako na unaambiwa kwamba pesa yako yote ni 60,000. Kwa sababu ilikuwa ni 200. Umefanya kazi miaka 10, unaambiwa bwana pesa yako ni 400,000. Sasa niambie huyu bwana ametenda ama hajatenda? Jibu kwanza tuendelee. Hebu kwanza kwa pamoja tuseme 2 terms. Tuseme 2 terms. Hayo ni maoni yako. Si maoni yangu, Kwa hivyo mimi nasema tu unanitazama. Unaona? Usidanganywe na mtu anakwambia 1 term, ukasema 1 term. Muangalie kwanza yeye anasema 1 term. Yeye lengo lake ni nini? Sasa mambo ni 2 term. Huku kwetu ni 2 term. Na huku kwenu je? 2 term. Ni hivyo. Kama huku kwetu ni 2 terms, kwenu 2 terms. Sawa bwana. Safi sana bwana. Hayo ni maoni ya bwana wetu hapa. Kama yeye anasema ni 2 term, ni maoni yake, si maoni ya mtangazaji hapa. Patane tena next time tuweze kuzungumza zaidi.